Mungu wangu, leo sijalala na binti yangu kapiga simu wala sijaipokea, maana sijafanya alichoniagiza. Jamani, namsaidiaje binti yangu Minza? Siwezi kwenda kwa waganga wa kienyeji na wala siwezi muuliza Mama Sundi juu ya hili. Naanzaje kwanza? Mungu, nilindie huyu binti yangu, na alivyosisitiza kuwa atakufa. Jamani, ni nini hiki lakini? Halo Mama Minza. Halo. Mama Minza, habari ya wewe? Salama tu. Da, sijui nimwambie ukweli au nidanganye. Mungu wangu, Mama Minza mie, awamu hii yamenimwagikia. Wema, uko sawa kweli Mama Minza? Niko vizuri kabisa. Sijui ninyi hapo na akina Mzee Lubango na mumeo. Nimekuwa rafiki yako kwa muda mrefu. Tumeshauriana mengi ya kutujenga. Kuna shida gani ndugu yangu? Haya, hebu funguka. Wewe niambie. Huenda nikawa wa msaada kwako. Hata nisipokuwa wa msaada, naahidi kukusaidia kupata suluhisho la yanayokusibu. Da, sijui nimwambie ukweli au nidanganye. Mungu wangu, Mama Minza mie, awamu hii yamenimwagikia. Ni kweli kuna tatizo, tena sio dogo. Ni kubwa sana. Hebu niambie. Ni binti yangu Minza, ana shida sana. Hiyo Halo. mambo, uko sawa kweli? Mbona ongea kinyonge? Siko sawa rafiki yangu, naumwa, najisikia vibaya. Najisikia vibaya sana. Uje tuwe karibu, nikizidiwa nipeleke hospitali. Pole sana rafiki yangu. Lakini rafiki yangu Pamela, wewe unataka uzidiwe ndio uende hospitali? Rafiki yangu, unajua una pesa. Nakunywa chai kisha nakuja nikusindikize hospitali sasa hivi. Wai tu, yani natapika sana rafiki yangu, si shida nini? Au ni ile pombe? Isije kuwa ni ujauzito. Uncle Akileo is coming. Shoga yangu, kwani kwenye mambo yako siku unatumia kinga? Anyway, acha tu. Kuna wengine wanataka kinga, wengine hawataki kinga. Hao ambao hawataki kinga yani ndio wanalipa hela nzuri mno. Ila ambao wanataka kinga, hela zao za mawazo. Okay, basi nitapita dukani nichukue kipimo cha mzungu au nije nacho kabisa. Mimi naona shadadia sana. Wakati nimeona siku zangu mwezi uliopita ule, sema mzungu tu ndo nimekutana naye bila kinga. Mzungu? Hello jamani. Kwa tunaenda kupata kashombe shombe baby. Wewe naye unayakuza sana. Njoo na kipimo bana. Tunavyoisikia. Kwa mzungu umenifurahisha shoga yangu. Yaani, ngoja nipitie kipimo hapa. Wewe njoo bana.
Jamani, kwanza mmoja shidangi nimemwona huyu hapa. Amekuja kukamata pombe za kienyeji. Nyamaza. Kabla hujasalimiana. Mhudumu. Hebu naomba kama tulivyo. Mzee wetu anagaramia. Ni mtu wa watu. Anapenda, anatusamini. Hebu lete haraka haraka. Subiri. Nisikilizeni vizuri. Sawa? Naomba tukae chini kwanza. Sasa iko hivi. Sawa, iko hivi. Leo nimekuja kivingine. Yaani niko vizuri. Tofauti na vingine. Sijui mnanielewa? Raundi ya kwanza itapita kwa kila mmoja. Sawa? Raundi ya pili atafuata mwingine. Sijui tumeelewana? Sasa ndio. Enda kalete kama walivyo. Sawa? Kalete kama walivyo. Fanya haraka. Mimi sibagui. Niko vizuri. Nina fungu. Hela hii hapa. Hela hii hapa. Hela ipo. Sikilizeni niwaambie. Sawa? Nisikilize kwa makini. Mimi ndio mzee Shinonolejo. Mwingine kabisa. Pombe tamu kuliko mshahara. Utakunywa mlewe. Mwende mnegewajala. Lete hapa, lete. Acha bwana, watangedembwe na wewe. Tulia. Hela ipo. Weka hapo chini. Kaa chini. Tuendelee kule. Ni kuhusu ndoa yake. Ina shida sana. Jamani, hawa watoto sijui wana matatizo gani. Majuzi hapa hata Sundi alikuwa na shida, lakini majuzi kanipigia anasema saa hizi ndoa yake iko vizuri na mambo yamekaa poa kabisa. Mama Minza, nakushauri ndugu yangu, tusugue sana goti, tumuombe Mungu kwa ajili ya hawa watoto. Mama Bikira Maria awe mlinzi wa ndoa zao. Ndoa zao ziwe kama ya Maria na Yosefu. Zama zimebadilika rafiki yangu Mama Minza. Changamoto ni nyingi. Maskini Minza. Nini tatizo kwenye ndoa yake? Yaani Mama Sundi anasema mumewe anamtesa sana. Anamnyanyasa. Mungu wangu. Anarudi nyumbani kwa kuchelewa sana. Hali chakula. Analewa. Hampi pesa za matumizi. Yaani kwa kifupi hamzingatii kabisa. Sasa kinachoniogopesha sasa. Nini? Yaani anasema ndoa yake isiporekebisha ikawa sawa atajiua. Hapana jamani. Hapana binti, wewe usijiue. Mungu. Tafadhali Mama Minza. Fanya kitu kwa ajili ya binti yako. Fanya kitu Mama Minza. Kipi hicho Mama Sundi? Kipi hicho? Naomba unisaidie. Ulitatuaje swala la mtoto wako Sundi? La ndoa yake hadi kawa sawa? Naomba unisaidie. Ni kipi hicho? Mwenzangu. Unamjua mzee Shinonolejo mume wangu. Hata mabegi yake ya kuingia ndani alirudi kwa mmewe siku hiyo mara moja. Maana niye ningeweka umama huruma. Mzee Shinonolejo unamjua. Angeniua. Angesema mie ndo namfundisha ujinga wa kuvunja ndoa yake. Sasa kama mlimrudisha, iweje ndoa yake ikawe sawa sahihi? Natamani siku hiyo ungekuwepo, kisha uingie moyoni mwangu Mama Minza. Niliumia sana jinsi binti yangu alivyokuwa akilia. Alilia sana.
tumbo la uchungu lilikuwa linanisokota, lilikuwa linanimaliza mama Mlinza. Lakini tafanyaje mbele ya baba yake? Nilimsihi arudi, ila nilikuwa najiosha tu mbele ya mkwe wetu na mume wangu. Moyo wangu ulikuwa unawaka moto kwa maumivu juu ya mambo aliyokuwa ananisimbia mwanangu yanayotokea kwenye ndoa yake. Ila fundi alipotoka tu, mimi huyo kwenye gota la Bikira Maria kwenye kwenda kushtaki, nililia kwa Bikira Maria kwa niaba ya mwanangu, na hiyo haikutosha. Nilipotoka hapo sasa, hebu niambie ndugu yangu, lienda wapi? Nikachukua. Alafu wewe unataka kuzia pale. Ilikuwa hapa. Nachukua hicho. Na kinaondoka na galoni. Haya, nipe hiyo sasa. Sasa kwangu Alesa mbili mimi nimekosa bwana. Ng'ombe sio chakula. Unibeberu. Hakuna bwana, acha maneno hivyo. Tunanyamaza kwa chini. Mtaondoka bila kulipa. Mtaondoka. Acha mwenyewe. Umesema nipewe mimi. Bado sasa chakunia ilikuwa wapi? Fanya haraka kwa. Mzee umesema nipewe mimi. Raha ya kuozesha kwa matajiri ndio huku. Habari ndio hiyo. Ng'ombe ni maelewano. Sasa angalia bosi wetu amekuja. Ndio. Mzee Sungwa. Habari za nyumbani? Kama Kenya. Kama Kenya. Unajua nikwambie kitu mzee wangu. Unajua ni raha sana. Wewe mzee kishaenda Kenya huyo. Ukipata binti alafu kamuozesha kwa mtu mwenye pesa, mwenye hela, na wewe lazima ukeki hela au mnaonaje jamani? Hii ya leo big up. Yaani hii ya leo umeua kila kitu. Sasa iko hivi. Ndugu zangu, haya maisha bila pesa hayawezi kwenda. Haiwezi kwenda. Mimi msione kila siku zinapokwenda nazidi kubadilika. Kwa sababu ya binti yangu, unajua nimemuozesha kwa mtu anaitwa Ishengoma. Sasa ana pesa. Sasa shule hebu hapo jamani. Naomba nikukatize. Kwa hiyo wewe sasa hivi unatarajia ni mambo gani kuyapata kutoka kwako? Iko hivi, sikiliza, unatarajia mambo gani kutoka kwangu? Iko hivi. Yaani hapa nilipo mkulima wangu kaniahidi kitu hiki kimoja. Na anataka nitoe hapa akanijengee bonge ya mjengo mjini. Ina maana uwezi una hela ya kujenga wewe. Nisikilize, nimekuambia ukizaa binti mzuri ukamuozesha kwa mtu mwenye pesa, sawa? Na wewe lazima uwe na pesa. Hivyo ananijengea na kwenda zangu kuishi mjini ama masuala ya kijijini. Basi. Sasa Gongo si utaikumbuka sana ise. Na kuonea huruma. Gongo naamia kwenye bia. Wewe usimshike mtu mwenye pesa utafungwa. Achana na tajiri wewe. Utafungwa wewe. Umekuja hapa mrefu tunakuangalia. Aise. Utatoka wapi mzee? Utatoka wapi? Mwacheni. Bahati yake nini kipigana waga na uwa. Huyo hajielewi. Mzee Sungwa, kunywa Mzee Sungwa. Kwanza amelewa ukolo. Kaa chini Mzee Sungwa. Mzee wangu. Sikiliza Mzee Sungwa. Mzee nyamaza ndio una hasira sana. Wacha mzee mwache. Basi. Ukolo. Sasa Mzee Sungwa. Kama unisikilize kwa makini. Unajua? Mimi nilitaka na wewe tuwe mtu na Sanzi, sijui unasemaje? Nimekubali msheni wewe na mimi tuwe masanzi. Unajua mzee Shinoderejo, huwa hapendi mie nilale nje ya nyumbani. Ila siku hiyo binti yangu alivyoondoka, usiku wote nilikesha kwenye chumba cha Yesu wa Ekaristi pale parokiani. Huwezi amini mama Minza, ni usiku kucha na mlilia Yesu msulubiwa aikomboe ndoa ya binti yangu. Sikupata hata lepe la usingizi, na nimeendelea kufanya hivyo kila mara. Asubuhi naamka naenda na kwa Yesu wa Ekaristi na ikabidhi ndoa ya mwanangu, ndani na mambo yangu. Kila siku pia nimejiwekea muda wangu wa ziada kabla sijalala na sai rozari kwa ajili ya ndoa ya binti yangu.
nami nitafanya hivyo. Fanya hivyo rafiki yangu. Hao watoto wetu tunapaswa kuwaombea bila kukoma. Haijalishi wamekuwa na wana familia, haijalishi wamekuwa na wana familia zao. Basi nashukuru ndugu yangu. Asante sana. Basi nami nitamweka Minza kwenye maombi. Mungu amsimamie na ndoa yake iende salama. Sawa rafiki yangu. Ila kama una kitu usikae nacho. Unishirikishe basi. Tumeshirikishana mangapi? Nitakushiani mimi, nitahakikisha na muombea mwanao. Maana mwanao binti yako Minza na binti yangu. Kwa hiyo lazima tuhakikishe watoto hawa tunaweka kwenye maombi kila siku, ili mwisho wa siku basi waweze kutimiza ndoto za kuwa na familia njema, wapendane, ziwe familia nzuri zinazojali na kuwajibika. Basi sawa, kwa heri. Ibada njema eti. Sawa, asante sana. Nashukuru. Haya, asante. Huenda ni kweli sala na maombi ndio vimeokoa ndoa ya Sundi, kwa sababu maombi ya mama yake yalikuwa yanaomba jambo la heri, lakini mimi huyu nikakeshe kwa Yesu wa Ekaristi nikiomba mchepuko wa mwanangu ambao ni mume wa mtu umpende. Hivi wakati nikisali, si Yesu, Maria na Yosefu na malaika wote watakuwa wananizomea? Tena naweza toka humo hata macho yangu hayaoni kabisa, maana nitakuwa naomba ushetani. Jamani, kesi ya mwanangu ni tofauti. Mama Minza mie, hakika awamu hii yamenimwagikia. Haja mwetu sawa. Uko tayari? Niko tayari. Unajua huwezi kukataa kwa sababu binti yako na yeye atakuwa na pesa kama za shilingi. Sasa na wewe utaneemeka kupitia Shilololeji. Ndio. Sasa basi vizuri. Nenda barabarani kusimamisha magari. Ya leo wanasemaga Yesu. Wanasemaga hii ni namba moja, sio namba 1, namba moja. Sasa iko ngoja kwanza, unajua unaweza nani amelewa? Sasa kajiuliwa. Mbona maji haona anabashika bwana? Shika mkono mmoja. Hebu subiri. Umeshaanza kulewa sasa. Intelligent no bwane na jekale la wamwise. wala shaka watu. Tulia wewe. Intelligent no bwane. Wantense mama lunde. Wantense mama. Wantense mama. Afweni kujara gashi. Baby, mimi nampenda huyu sasa inakuja. Mimi na pesa. Utakuja kusindikiza. Mimi na pesa, una hela wewe? Afande. Kwenda huko. Afande. Ndio tukia hapa, ndio tukia. Haya, ona anafika wapi? Shangoma. Afande. Nawe na mwache. Mwache. Acha. Kwa nini? Bakini na tabu zenu, bakini na shida zenu.